Kama unataka kujenga utajiri, kuna jambo moja la msingi sana ambalo watu wengi hawalijui na hata wanaolijua hawalizingatii. Unapaswa kulijua na kulizingatia. Nalo ni kutengeneza fedha za mfuko wa dharura, emergency fund. Na utofauti mkubwa kati ya watu wanaofanikiwa kifedha na watu wasiofanikiwa kifedha ni kwamba watu wanaofanikiwa ni watu ambao wanajiandaa kwa siku nzuri. Kuna msemo unasema hivi, ukijiandaa kwa siku mbaya, daima utakuwa na siku nzuri. Na vice versa is true. Kwa hiyo kama unataka kwenye maisha yako upige hatua kiuchumi kirahisi na kwa haraka, ni muhimu kuwa na fedha za mfuko wa dharura. Hizi ni fedha ambazo hii ndio namna ya kutengeneza fedha za mfuko wa dharura. Angalia kwa mwezi unatumia shilingi ngapi kwa matumizi yako yote ya msingi. Kwa kama kwa mwezi unatumia 500,000 kwa matumizi yako yote ya msingi, unahitaji kuwa na fedha za matumizi yako ya msingi angalau za miezi 3 mpaka miezi 6. Ndio kiasi cha fedha ambacho unatakiwa nacho kwenye fedha za mfuko wa dharura. Kwa hiyo kama ni miezi 3 inakuwa milioni 1.5, kama ni miezi 6 inakuwa milioni 6. Hiyo ni fedha ya dharura ambayo unatakiwa uwe nayo kwenye maisha yako. Ni muhimu sana. Hatuombei, lakini kwenye maisha kila mtu kuna siku atapata dharura. Tutatofautiana ukubwa wa dharura na wakati wa kupata dharura. Kuna mwingine dharura inaweza kuwa ni msiba wa mama yake mzazi, baba yake mzazi, mtoto wako au mke au mume. Hiyo ni dharura. Inaweza kuwa ni ajali, inaweza kuwa ni kufukuzwa kazi au kusimamishwa kazi. Hizo zote ni dharura. Inaweza kuwa ni majanga ya moto, inaweza kuwa ni ajali ambayo inakusababisha bima yako isikave hiyo ajali, matibabu yake yakawa ni ya gharama juu. Kwa kwenye maisha kila mtu atapata dharura. Tutatofautiana ukubwa wa dharura na aina na kipindi cha kupata dharura. Kwa kwenye maisha yako elewa kuwa ukijiandaa kwa siku mbaya, daima utakuwa na siku nzuri. Sasa swala la msingi linakuja kwamba fedha za dharura niweke wapi? Hapa ndo kuna pointi ya msingi sana ambayo nataka nikufundishe katika siku leo. Fedha za dharura utakiwa kuweka kwa kununua hisa, utakiwa kuweka kwa kupata complication au pengine hata kwa kununua hatifungani. Unatakiwa uweke sehemu ambayo ni rahisi sana kuipata hiyo fedha unapopata dharura. Si ndio? Sasa sehemu rahisi ya kuipata fedha yako unapopata dharura ni kupitia Mixx by Yas bwana. Kwa Mixx by Yas kwa sasa hivi wana huduma inayokusaidia wewe kuweka akiba kwa malengo ya muda mfupi au muda mrefu. Na habari njema ni kwamba unapoiwekea akiba yako kupitia Mixx by Yas, kupitia akaunti yao ya Kibubu, ile akiba yako inaongezeka thamani. Huwa nafundisha siku zote, popote unapoweka akiba yako hakikisha inaongezeka, kwa sababu kuna mfumuko wa bei. Ukiona umeweka akiba sehemu ambapo haiongezeki, ujue inapungua, kwa sababu kuna mfumuko wa bei. Fedha ya leo si fedha ya kesho. 1500 ya mwaka 1970 tofauti sana na 1500 ya sasa. Yaani sasa hivi unanunua mandazi mawili matatu imeisha. 1500 na miaka 1970 ulikuwa unaweza kununua nguo, unanunua viatu na ila bado inabaki kubwa. Sisi tunaona kwa pesa inapungua thamani kwa kadri muda unavyozidi kwenda. Weka akiba yako kwenye akaunti ya Kibubu cha Mixx by Yas, itakusaidia kwa ajili ya dharura zikitokea, unatoa hela yako chap. Na leo kwamba utapata hiyo huduma kupitia Mixx by Yas. Ingia *150*01, ingia kwenye huduma za kifedha, ingia kwenye huduma akiba, chagua huduma ya Kibubu, uanze kujiwekea akiba inaongezeka thamani. Sio hivyo tu, Yas na Mixx by Yas wana huduma nyingine nzuri ya Nivushe Plus. Unahitaji mkopo kwa ajili ya malengo madogo madogo.